wakasema huyu kijana tumweke kule. Kwa hiyo pale ile sijui walimalizaje, sijui waziri wa mambo ya ndani alikuja kujaje, mimi niko na watu wengine na watreni. Nimetoka hapo tukachukuliwa vijana 100 tukaenda kikosi mwaka mmoja cha magereza ambao haulipuliza ghasia magereza. Nilipoingia kule ikawa kazi yangu ndio hiyo judo. Pale mwenzenu sijui sana lakini judo bwana acha. Nisikilize bwana. Roho Mtakatifu ana akili. Zile bonga zikaliwa. Ana akili, anachunguza. Anataka moyo wangu umwelekee yeye kwa ukamilifu. Kwamba Mungu umeniita, wewe ndiye mtunzaji na ndiye utakayefanya kila kitu kwenye maisha yangu. Umeniambia niache vyote kama wakina Simon Petro na kina Yohana na kina Yakobo wana wa Zebedayo. Sasa ninaporudi tena kuvua samaki Tiberia tena, hayo ni nyingine tena. Ndio maana nauliza wanipenda, wanipenda, wanipenda. Wewe wajua Bwana. Msikilize watu wa Bwana. Nyakati huu Roho Mtakatifu anatuandaa ili kutuleta mahali sahihi, ili tuje kuwa msaada kwa wengine. Amen. Na jioni ya leo iko neema, juu ya neema nitumie hiyo kauli mbiu katika jina la Yesu aliye hai. Iko neema ya Roho Mtakatifu yuko hapa. Jambo lingine, hisia, ana hisia. Roho Mtakatifu ana hisia. Jamani wanandoa mtakubaliana nani? Mliooa na kuolewa. Roho Mtakatifu naye ana nini jamani? Ana hisia. Warumi 15:30. Warumi 15:30. Ana hisia. Ana hisia. Ana pendo. Maana hisia, ili usaidie hisia ya mwenzako lazima uwe na pendo kwake. Upendo kwake. Ukitoka umenunua kapipi, umerudi umemdanganyishia kafurahi. Ukitoka unakapaja kapuku, umerudi nacho kafurahi. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Unaweka hisia vizuri za mwenzako. Maana akikosa hisia, wale wanandoa tusiingie huko, niishia hapo katika jina la Yesu. Naomba soma ile andiko. Soma ile andiko. 15:30 Warumi inasema, ndugu zangu, nawasihi kwa Bwana wetu Yesu. Nawasihi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa upendo wa Roho. Kwa upendo wa Roho. Yes. Jitahidini pamoja. Jitahidini pamoja nami. Katika maombi yenu. Kwa ajili yangu. Mbele za Mungu. Mgeukie mwenzako. Mwambie Roho Mtakatifu ana hisia. Na pendo lake limemwagwa ndani ya kanisa lake. Na hata kama alipo litamwagwa katika kongamano hili la Pentekosti katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nini pendo lake? Pendo lake ujali hali ya mwenzako hapo kanisani. Jali hali ya muumini mwenzako. Jali hali ya mshirika mwenzako. Ibebe kama ya kwako. Hisia yake. Jamani haleluya. Alione lile pendo la Baba. Alione pendo la Roho Mtakatifu lililomwagwa kwa kanisa lake. Na tamani lo pendo limwagwe. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Wengine wanavutwa kwa Yesu kwa lile pendo wanaloliona ndani yetu, pendo la Roho. Maana ana hisia, anatupetipeti, anatukombatia, anatufuta machozi, anatuondolea maumivu, anatutatulia changamoto zetu na shida zetu, anatupa majibu ya mahitaji yetu, anatupa afya, anatupa uzima. Jamani hili ni pendo la Roho Mtakatifu. Jamani haleluya. Tujitahidi wapendwa, watieni msume, tubebane, tuombeane. Jamani haleluya. Na huo ndio upendo wa Baba katika jina la Yesu. Huo ndio upendo wa Baba. Huo ndio upendo wa Baba. Ndio maana ametujoy, ndio maana ametuleta pamoja. Huo ndio upendo wa Baba mwenyewe. Baba mwenyewe aliyetuita na kutuokoa. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Kumbuka ana akili, ana hisia, mwisho ana maamuzi. Roho Mtakatifu ana maamuzi. Kama ilivyo binadamu ana maamuzi naye. Inawezekana yakawa mabaya au mazuri, lakini pia mwanadamu ana maamuzi. Na Roho Mtakatifu naye kumbe ana maamuzi, maana ni Mungu kamili. Ana maamuzi. Ana maamuzi yake. Maamuzi yake. Ana maamuzi yake.
Iko kwaya moja Dar es Salaam, maana nilipokuwa ninaabudu. Hebu soma kwanza ile andiko, afu nitaeleza. Andiko nimekuambia. Sijakwambia. Roho Mtakatifu nisamehe. Wakorintho wa kwanza 12:11. Wakorintho wa kwanza 12:11. Wakorintho wa kwanza. Yeye atendaye kazi. Wakorintho wa kwanza 12:11 inasema, lakini kazi zote uzitenda Roho huyo mmoja. Basi panatosha. Hiyo lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, kama apendavyo yeye. Ishia sasa. Ile kwaya, mimi nilikuwa ni miongoni mwa wale washirika kwenye lile kanisa la Ukonga TAG wakati wa mchungaji Jeremia Kimara. Nisikilize nikwambie. Sasa ile kwaya iliitwa kwenye umisheni huko Tanga kwenda kuimba Morogwe. Sasa wanaendaje? Wanaenda na mabasi, hela zikachangwa kanisani kuwategemeza na kuwatia moyo kwenye safari. Sasa wamefika stendi, wanakutana na jamu, basi zimejaa. Sasa Bwana anawaambia ile basi iliyojaa kwamba ingieni huko, hata kusimama tutawapunguzia nauli ili mwai, maana mnawahi mkutano wa Injili, ninyi ni wahudumu kwenye mkutano kama mlivyojieleza. Lakini sikilize niwaambie, ile safari alikuwa mzee wa kanisa moja mwombaji sana. Wakati sasa hivi ni mchungaji yule mzee. Akawaambia wanakwaya, msiende. Nasikia Roho wa Mungu anasema na mimi msiende. Hilo basi liacheni liende. Sasa wanakwaya uzuri na walikuwa kwenye maombi kabla ya safari ya huduma. Kwa hiyo wakamsikiliza nani? Roho. Wakamsikiliza mzee, ila maana yake walimsikiliza nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wale wanakwaya wakasubiri gari nyingine. Kwa hiyo wakaondoka kwa kuchelewa. Wakiwa wanafika wakakuta lile basi ambalo walilazimishwa limepata ajali na abiria wengine wameaga dunia. Wapendwa, niwaeleze ukweli. Roho Mtakatifu ana maamuzi. Wakati mwingine kuna mambo ambayo tunalazimisha kufanya, lakini Roho Mtakatifu hajafanya maamuzi ya sisi kuyafanya hayo. Ndio maana tunapoyafanya hayo hatuyaoni matokeo, na wakati mwingine tunayapata matokeo mabaya. Maana Roho Mtakatifu na yeye anayo maamuzi, anafanya kazi ndani yetu vile atakavyo yeye, apendavyo yeye mwenyewe. Anafanya kazi ndani yetu anavyotaka, anavyopenda yeye. La muhimu tu wewe, jenga ushirika na Roho Mtakatifu. Jenga ushirika na yeye. Mwambie Roho Mtakatifu, natamani ushirika na wewe. Roho Mtakatifu, natamani kujenga ushirika na wewe. Jenga ushirika na Roho. Roho ana maamuzi. Ana maamuzi. Hata kwenye mambo ya mipango na malengo na maono. Hana maamuzi. Wakati mwingine mchungaji anakuja na maono, kumbe Roho tayari ameshasema hata kama mkishindana na huyo Roho Mungu hamtaweza. Lazima yale matokeo ya lile aliyolileta yatatokea katika jina la Yesu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu amesema, ana maamuzi. Amesema ana maamuzi. Ana maamuzi. Unaweza usielewe ukasema mchungaji, hali yetu, mazingira yetu, hatuwezi, pesa zenyewe hatuna, hali yetu yenyewe sisi kama tulivyo, unatujua Baba, hatuwezi. Sikiliza, Roho Mtakatifu ana maamuzi yake. Kanisa la TAG Mtume, tumruhusu Roho Mtakatifu afanye vile apendavyo yeye katika jina la Yesu, kwa ajili ya kanisa lake, kulifaidia kanisa lake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ana maamuzi, ana akili, ana hisia, ana maamuzi. Roho Mtakatifu ni nafsi iliyo hai. Nafsi iliyo hai ina maamuzi. Kwenye nafsi, unaelewa, kuna utashi, alafu kuna nini? Kuna nini? Kwenye nafsi kuna utashi, alafu kuna kitu gani? Kuna maamuzi, si ndio? Kuna maamuzi. Utashi na maamuzi. Unaweza ukapewa wazo, lakini je, kulitenda inahitaji maamuzi. Ukapewa wazo la kusoma, lakini kulitenda inahitaji nini jamani? Ukapewa wazo la kuoa au kuolewa, lakini kulitenda kwenye utendaji inahitaji nini jamani? Ukapewa wazo la kununua kiwanja ujenge nyumba, lakini kwenye utendaji inahitaji nini jamani?
Tunahitaji tumsikilize Roho Mtakatifu. Wakati mwingine nasema wala msimzimishe Roho Mtakatifu. Kwa nini? Hapa kwenye vipengele vitatu. Hapa kwenye vipengele vitatu. Akili. Nisikilize vizuri, ndio maana naenda taratibu hapa. Siendi kama cherehani, kama mhubiri, naenda taratibu. Ndio maana hapa tukae vizuri. Akili, alafu kuna eneo lingine lile la hisia na eneo lingine la nini jamani? Mahali penye hisia ndipo tunapomzimisha Roho. Tunamzimisha Roho. Kaanguka mtu kanisani, siku hizi watu wanacheka baba. Mchungaji kaanguka, watu wanacheka. Tena nimesikia mbaya pale, unakuta wachungaji wanacheka, wanasema tulisema ataenda wapi? Anadai kelele. Mshirika kaanguka, jamani anadai yako wapi? Kuokoka ni nini bwana? Kumbuka hao watu wako ndani wameokoka, sio wa nje sawa, lakini wa ndani. Hani watu wanashangilia, lakini nyakati za kina mzee Kimaro, wazee wetu wa imani, mtu anaanguka, kanisa linagalagala, roho ambaye kwa kuugua anaugua ndani. Yuko wapi roho? Yuko wapi? Ili yule mtu arejee tena. Jamani, nia ya Roho Mtakatifu ni kwenda wapi jamani? Nia ya roho yako ni kwenda wapi? Nia ya roho yako ni kwenda wapi? Sio Roho Mtakatifu. Nia ya roho yako ni kwenda wapi? Ni kwenda mbinguni. Lakini mwili na nafsi. Sasa Roho Mtakatifu ana control. Anasimama na ile vipengele katikati ya nafsi. Kwa hiyo mwili wako sasa hauongozi roho yako, bali roho yako na Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako ndio anaongoza maisha yako. Ndio maana Biblia inasema wale wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa nani? Maana mwili hauongozi tena. Hadi mwili ulishaachana nao zamani kitambo. Tamaa zake, udunia wake, hali zake zote za fahari ulishaachana nazo tangu mwanzo. Maana Roho ameyatamia maisha yako. Tuko pamoja watu wa Bwana. Amen. Tuko pamoja watu wa Bwana. Na hii ni viwango, tutafika huko. Hii ni viwango. Nitakufundisha viwango. Hii ni viwango. Unaweza ukakaa na mwanamke kama umekaa na dada yako. Wala usipate hisia yoyote, wala chochote, wala kusumbuka na kitu chochote. Hivyo ni viwango. Roho Mtakatifu anatiisha mwili unakufa kabisa. Unakufa kabisa katika jina la Yesu. Unakufa kabisa. Sasa ukishafika viwango hivyo, hivi vitu vitatu vyote vinafanya kazi. Vinafanya kazi. Tuko pamoja watu wa Bwana. Tuko pamoja watu wa Bwana. Na jaribu kwenda taratibu ili angalau tupate vitu vichache. Usipige sana kelele. Tupate angalau vitu vichache. Na ya mwisho niende nimalize ili twende tukaombe kwa leo. Kwa sababu leo naweka msingi wa semina. Roho Mtakatifu ni Mungu kamili kama nilivyosema mwanzo. Ana sifa zote za uungu. Ni Mungu kamili kwa nini? Kwa sababu ana sifa zote za uungu. Ani Roho Mtakatifu ana sifa zote unazozijua wewe za uungu, anazo zote. Sio kidogo, zote anazo zote. Roho Mtakatifu anazo zote. Sifa ya kwanza alionayo Roho Mtakatifu, yuko kila mahali. Yuko kila mahali. Na hata hapa jioni ya leo yupo Roho Mtakatifu. Yuko kila mahali, kila mahali. Kwa haraka tuyasome maandiko haya. Zaburi 139 mlango wa 7 na wa 8. Yohana 16:8 anazungumza kwa habari ya kuhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Roho Mtakatifu anauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Wewe nitomee tu Zaburi. Soma tu hiyo Zaburi. Nijifiche wapi? Nijifiche wapi? Soma hiyo Zaburi. Nijifiche wapi? Yuko kila mahali. Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Zaburi ya 139 7:8 Biblia inasema, niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe upo. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe upo. Jamani, haleluya. Mwambie mwenzako Roho Mtakatifu yuko kila mahali. Mwambie yuko kila mahali. Katika anga la mtume amejaa kote, ametanda kote. Hapa kanisani amejaa kote. Katika juma hili la Pentekosti amejaa kote, amejaa Morogoro.
amejaa Tanzania, amejaa Afrika, amejaa ulimwenguni. Jamani, haleluya! Amejaa kote, yuko kila mahali. Mwandishi wa Zaburi anasema, nijiepushe wapi na uso wako? Nijifiche wapi? Nikienda mbinguni, wewe upo. Nikitengeneza kitanda kuzimu, bado wewe upo. Niende wapi? Jamani wapendwa, Roho Mtakatifu yupo. Ana sifa zote za uungu, ni Mungu kamili. Ana sifa zote za uungu na yuko kila mahali, kila mahali. Na hapa yupo jioni ya leo katika jina la Yesu, na anatamani, ana wivu na sisi, ana wivu na wewe, anatamani akuhudumie, anatamani akusushie nguvu, anatamani amwagike, anatamani amiminwe kama alivyonena na Yoeli, nyakati za mwisho nitamimina Roho wangu kwa wote wenye mwili. Anatamani kumimina Roho wake, yuko hapa, anatamani. Sifa nyingine, anaweza yote. Zaburi 108 mstari wa 30, anaweza yote. Nisomee Zaburi 100 hiyo 4 mstari wa 30, ile bii yake. Nisomee bii yake, nisomee bii yake, nisomee bii yake. Natamani tuombe, natamani tuombe, natamani tuombe. 130 bii yake nasemaje? Bii yake nasemaje? Soma haraka haraka. Zaburi 130 bii nasema 104 bii nasema 30. Nawe ufanye upya uso wa nchi. Nawe ufanye upya uso wa nchi. Anaweza yote. Una jambo gani? Una mazingira gani? Una tatizo gani? Una changamoto gani? Una shida gani? Iwe ni kansa, iwe ni kisukari, iwe ni presha ya kusuka, ya kupanda, uvimbe, utasa, umekosa kuzaa, wamekucheka. Nataka nikupigie moyo jioni ya leo. Yuko Roho wa Baba, yuko Roho Mtakatifu, anaweza yote. Anaufanya uso wa nchi kwa upya tena. Alifanya mbingu na nchi, anaweza kufanya kwa neno lake, anaweza kufanya kwa neno lake, anaweza kutenda kwa neno lake, anaweza kufanya kwako. Usiogope, usikate tamaa, usivunjike moyo. Nikutie moyo, kongamano hili ni la baraka, kwa kuwa yuko Roho ambaye ana sifa zote za uungu na anajua yote, anaweza yote, yuko kila mahali, ni wa milele. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Namba 3, anajua yote. Wakorintho wa kwanza 2:10. Wakorintho wa kwanza 2:10. Anajua yote. Ani Roho Mtakatifu anajua yote, hata yaliyofichika anayajua, hata yaliyo mafumbo anajua, anayajua yote, anajua yote. Korintho wa kwanza 2:10 nasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Basi inatosha. Lakini Mungu ametufunulia yote, maana huyu Roho Mtakatifu akae ndani yetu, uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu anayachunguza. Biblia hii hata kama unaenda Bible school, Biblia hii mtu aliye na Roho Mtakatifu akisoma ataielewa. Lakini mtu asiye na Roho Mtakatifu hawezi kuelewa. Kwa sababu gani? Maneno mengine ni kama nini jamaa? Kama mafumbo. Kama mafumbo yanahitaji Roho Mtakatifu, yanahitaji Roho Mtakatifu. Ila tukiwa na angalizo, tusije tukatengeneza pombe, tusije tukawaloga watu. Angalizo ni hili, iwe ni fundisho sahihi. Ndio maana Roho Mtakatifu huyu anatufunulia mwenyewe, anatufunulia mwenyewe. Lakini la mwisho kabisa, yeye ana mwanzo wala mwisho. Yeye ni wa milele, ana mwanzo wala mwisho. Kama nilivyosema, alikuwepo tangu mwanzo, kabla ya uumbaji alikuwepo. Yeye ana mwanzo wala ana mwisho. Alianza kitabu cha Mwanzo, anamaliza kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ya mwisho kabisa. Roho Mtakatifu anazungumzwa pale mwishoni kabisa mwa sura ya Ufunuo wa Yohana. Utaona Roho Mtakatifu naye pia anaelezewa mwishoni. Ana mwanzo wala ana mwisho, ni wa milele. Roho Mtakatifu ni wa milele. Nisikilize, Roho Mtakatifu alisimamia mchakato wa kuzaliwa kwa Yesu duniani. Jamani, amina. Jamani, amina. Anamwambia Mariamu, huyo Roho Mtakatifu atakujilia, nguvu za Mungu zitakujilia juu yako,
na kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu. Yohana anasema huyu ndiye nilinena habari zake, nilinena habari zake. Mimi ni kweli niliwabatiza kwa maji, lakini huyu jamaa ana nguvu kuliko mimi. Yeye hatawabatiza kwa maji tena, hatawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Jamani, haleluya! Ubatizo katika Roho Mtakatifu ni kujazwa na Roho Mtakatifu, ni kumiminwa, ni kumwagika, lakini pia ni kusukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Alihusika katika mchakato wa kuzaliwa kwa Yesu, lakini sio kuzaliwa, huduma ya Yesu pia alihusika. Anaongozwa na Roho, anakwenda nyikani kwa muda wa siku ngapi? 40. Anarudi, anasema maandiko haya baada ya kuyasoma yote, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenituma, amenipaka mafuta na kila kitu. Maandiko haya yametimia leo. Jamani, haleluya! Maandiko yanasema atarudi kwa nguvu ya nani? Ya Roho Mtakatifu, akiwa anatoka nyikani. Jamani, nampenda Yesu. Atarudi kwa nguvu, anatufundisha namna ya kuwa na huduma bora, au huduma yenye viwango, huduma yenye nguvu. Jambo la kwanza, maombi. Jambo la pili, neno. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Na alitumia neno akamshinda nani? Shetani alipojaribiwa. Nisikilize watu wa Bwana, nisikilizeni watu wa Mungu. Alihusika katika mchakato wa kuzaliwa wa huduma ya Yesu, lakini pia wa kifo cha Yesu na kusulubiwa kwa Yesu na kupaa kwa Yesu na kufufuka na kupaa kwa Yesu. Roho Mtakatifu alihusika na atahusika tena katika unyakuo wa watakatifu walioko duniani. Yesu anarudi tena, anakuja kulichukua kanisa. Je, umejiandaa kwa kiwango gani? Unaye Roho? Umejazwa? Umefurika? Umemwagika? Nguvu zimekushukia? Kama bado, utabaki jaa Roho, furika Roho. Jamani, haleluya! Jaa Roho, furika, furika, utabaki, utabaki. Kaburi lilimshindwa mwanaume, Roho alikuwepo, akatoka naye, alipaa, Roho alimpaliza. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Roho alimpaliza. Yes. Ndio maana hata maandiko haya tunayosoma, manabii walivuviwa, waandishi walivuviwa na Roho Mtakatifu. Bila kuvuviwa, maandiko haya hayana faida kwa wanadamu, lakini kwa sababu yamevuviwa, yanaishi, yana uhai, yana uzima, yana pumzi. Tukisema inakuwa, inatokea katika jina la Yesu. Maandiko yamevuviwa. Ngoja nikusomee maandiko. Soma maandiko tole tukaombe. Soma maandiko tole tukaombe. Yaliyovuviwa, maandiko yaliyovuviwa. Timotheo wa pili 3:16. Andiko linafaa kwa mafundisho linaputi. Timotheo wa pili 3:16. Nisome haraka. Timotheo wa pili 3:16 na Petro wa pili 1:21. Petro wa pili 1:21. Yamevuviwa maandiko haya. Jamani wapendwa, jamani wapendwa, tusidanganyane. Watie jiwe zangu, watu watie msume. Maandiko haya yamevuviwa. Kama bila kuvuviwa, maandiko haya hayana tofauti na vitabu vya dini zingine, hayana tofauti na vitabu vya elimu tunavyosoma kupata masters degree na daktari na udaktari na kila kitu na profesa, hayana tofauti. Ndio maana maprofesa wengine wanadharau, wanadhani haya maandiko ni kama wanavyosoma masomo yao. Madaktari wengi wanadharau. Nikutana daktari mmoja msoma, analeta dharau, anasema maabara inafanya 1, 2, 3 na hayo ni hadithi tu. Nikamwambia daktari, muogope Mungu, muamini Yesu. Jamani, haleluya! Maandiko ni tofauti na elimu yote duniani, tofauti na elimu ya mashetani, tofauti na elimu ya kiganga na uchawi. Neno hili limevuviwa na kikineno na mtu aliyeokoka, aliyejazwa Roho. Kuna matokeo katika jina la Yesu. Kuna matokeo, kuna matokeo, kuna matokeo. Jamani, amina watu wa Bwana. Soma Petro hilo la Timotheo basi, maana linafahamika sana, linafahamika sana. Kila andiko lenye pumzi la Mungu linafaa kwa mafundisho. Achana nao, hela mimi. Petro wa pili nafikiri nimesema 1:21. Petro wa pili 1:21. Biblia inasema ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyefufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Hapa kuna mahali anataja manabii. Nafikiri Petro wa pili. Umesoma Petro gani? Petro
Nimesema Petro wa pili 1:21. Petro wa pili 1:21. Kwa hiyo nilisome mwenyewe. Petro wa pili 1:21. Unataka utupoteze tena, ututoe kwenye reli tulisoma. 1:21 anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu. Bali wanadamu walinena aliyotoka kwa Mungu. Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Walinena yatoka kwa Mungu. Wakiongozwa na nani jamaa? Na Roho Mtakatifu. Jioni ya leo yuko Roho Mtakatifu hapa. Yuko Roho Mtakatifu. Leo tutapata angalau sehemu kidogo sana. Lakini natamani tunapoanza kesho na kuendelea tuanze kuingia kwenye hatua nyingine tena. Lakini nataka nikwambie mtumishi wa Bwana, ubatizo katika Roho Mtakatifu ni kujazwa, ni kumiminwa, ni kumwagika, ni kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo Mungu yuko tayari, Roho Mtakatifu yuko tayari. Yesu akasimama katikati ya makutano akasema, unaye kiu na haja yangu, kama maandiko yanenavyo, mito ya maji ya hai itatoka ndani yake. Yaaminie nikutie moyo jioni ya leo, kijana mwanamke, binti uliyeko hapa, kijana wa kiume, mama, baba, mwanaume uliyeko hapa, ziko nguvu za Mungu na yuko Roho Mtakatifu. Na jioni ya leo na kuhakikishia, anakwenda kumimina, anakwenda kumwagika, anakwenda kutushukia, anakwenda kutuvika nguvu itakayobadilisha maisha yetu. Yuko kila mahali, anaweza yote, anajua yote, ni wa milele. Alikuwepo tangu mchakato wa kuzaliwa kwa Yesu duniani, kwa huduma yake, kwa huduma yake, kwa kusulubiwa kwake, kwa kifo chake, kwa kufufuka kwake, kwa kupaa kwake. Aliwatumia manabii na waandishi wa Biblia katika kuyaandika maandiko matakatifu, yakavuviwa na Roho Mtakatifu. Na jioni leo yuko hapa, hujajazwa. Inawezekana tena ukiamini, inawezekana tena ukikubali, inawezekana tena ukiitika na kusema ndio Bwana, niko tayari. Hali ni kwa ajili yetu na watoto wetu na wale watakaojia baadaye. Naomba tusimame, naomba usimame pale ulipo. Yuko Roho Takatifu mwenyewe ambaye ni Roho wa kazi, tunzaji wa kanisa, mwangalizi wa kanisa la Mungu. Yuko hapa jioni ya leo, namuona yeye yuko hapa. Nataka tuombe na watu ambao wajajazwa kabisa, anza kupiga hatua, sogea mbele hapa. Lakini waliojazwa kidogo, pata nyuma. Waliojazwa sana, pata nyuma zaidi, pata nyuma zaidi. Ni muombe Pastor Gregory, tumishi wa Bwana, na Pastor Ezekiel, tupande juu ya madhabahu. Ni wakati wa kufurika, ni wakati wa kujazwa Roho Mtakatifu, ni wakati wa kupokea viwango vingine tena. Yuko Roho wa Baba hapa, yuko Roho Takatifu hapa. Rikandaraba, rikondorobosa, yandaraba, rikandaraba, shandaraba baba, rikandaraba baba, shakandaraba, rikandaraba baba, yandaraba sekandarabo, rikandaraba, shandaraba baba, rikandaraba baba, shandaraba baba, rikandaraba, yandaraba sekandarabo. Liko wingu, liko wingu la Roho Mtakatifu limeatamia, limetuatamia, limeatamia mahali hapa, limetuatamia. Usiogope, ondoa mashaka, ondoa hofu, roho za kutokuamini siondolewe juu yako. Giza liondolewe, liondolewe. Iko neema juu ya neema juu yako, iko nguvu ya Roho Mtakatifu
kuwabatiza kwa Roho na kwa moto na kwa moto. Yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Wale waimbaji wazuri, naomba tupande juu hapa, naomba tupande juu hapa. Wale praise waimbaji, tupande juu. Tunataka tumshushe Roho, tunataka Roho ashuke mwenyewe, tunataka Roho atuvike nguvu, tuwe mashahidi, tuwe mashahidi. Rikandaraba yandaraba seke rikandaraba saka. Naomba fatisha maneno haya kabla waimbaji hawatajaimba. Wakishaimba ni kububujika, ni kumwagika, ni kufurika, ni kujaa Roho Takatifu. Fatisha maneno haya, sema: Bwana Yesu, tumesikia neno lako ya kwamba wewe Roho Mtakatifu una sifa zote za kuwa nafsi iliyo hai, lakini unazo sifa zote za uungu, maana uko kila mahali, maana unajua yote, maana unaweza yote, maana una mwanzo wala mwisho. Wewe ni wa milele, ulihusika kwa mchakato wa kuzaliwa kwa Yesu, huduma yake, kifo chake, kufufuka kwake na kupaa kwake. Ulihusika Yesu kwa manabii kuwavuvia Roho wako katika kuliandika andiko lako, maandiko yako matakatifu. Roho Mtakatifu, nina kiu, nina shauku, ninaomba jioni ya leo unishukie tena, unijaze tena, univike nguvu, univike nguvu. Natamani mafuriko, natamani viwango vingine, tamani viwango. Karibu waimbaji, karibu waimbaji, karibu waimbaji. Shandaraba rikandaraba seke rikandaraba sakandoro. Fatisha nyimbo hiyo, fatisha nyimbo hiyo. Nyenyekea, 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 fatisha nyimbo hiyo.
anamiminwa, anamiminwa, anamiminwa. Unajazwa, unajazwa tena, unajazwa tena, unajazwa, unajazwa tena. Nguvu zake zinakufunika, zinakufunika kwa jina la Yesu. Historia kwa jina la Yesu, historia kwa jina la Yesu, historia hadi ni kwa ajili yetu na watoto wetu. Umesema utatubatiza kwa Roho na kwa moto, kwa Roho na kwa moto. Uko kila mahali, unajua yote, unaweza yote, wewe ni wa milele. Roho tembea, Roho tembea, Roho tembea, Roho tembea, Roho tembea. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu, pokea kipawa cha uzima, pokea viwango vingine, pokea level nyingine, pokea viwango vya mito ya kuogelea, pokea, pokea rohani, pokea, pokea sharo, 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 ujazwe, ujazwe. Rikandaraba, rikandaraba, rakandaraba seke, rikandaraba, shandaraba, rikandaraba, 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 shandaraba, rikandaraba. Naona wanajaa, naona wanajaa, naona wanajaa. Chochea, chochea, chochea wa moto, chochea wa moto. Shandaraba, rikandaraba. Shatatada baba baba, yantatatata, yakatana mana karaba, yakatadina mana kabada, yadikalene abasayada, yadikalabasietenena, loa baba rabata, loa baba rabakoria, loa baba rabakodaba. Hatuna mwingine Baba, dunia bila wewe hatuwezi. Yasedina, yakapalia, yakatina, yapalasiada, yadekabana tata, yadela kabregadia, yakamananaka, yadebele kabia. Loa Baba karebo, loa Baba karebo, loa Baba karebo, loa Baba jaza maisha yetu. Baba mjaze mwanamke, mjaze mwanaume, mjaze dada huyo, mjaze kaka huyo. Haiwezekani Baba, maisha haya bila Roho Mtakatifu haiwezekani, haiwezekani. Uyacha dhambi, haiwezekani. Unyakuliwa, haiwezekani. Uingia mbinguni, haiwezekani. Ndio maana tunakuomba tujaze, tunakuomba tujaze, tunakuomba tujaze, tunakuomba tujaze, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena, tujaze tena. Yakapia, yakapa, yakapela, yatikima, yasabeleka, yakobodobodeka, yakadabara, 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 rakikopata, rakapabeda, yakapelaka, yaparaka, 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 yaparaka. Kila roho ya kisa inayozoea wasajazwe, mawazo mabaya yanayozoea wasajazwe, ila mbovu ya dhambi inakuatia, hayakuatia, 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 hayakuatia. Kwa jina la Yesu, hayajazwa, hayajazwa. Roho Baba wajaze, Roho Baba wajaze mwanao, Roho Baba wajaze mwanao, Roho Baba wajaze mwanao. Tupe mawazo yako,
akili yako, tupe maamuzi yako, tupe hisia zako. Kamera nikaba zenemandaba inimanama idekobala dekabadadada nika yatadadadaba yatadadadakaba yatadadadadada yadea yakaba 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 Pokea lugha mpya, hata kama ni kidogo, ni mchanga, wasizuie ulimi wako, wanaachia, wanapokea, wengine ni Kifaransa, ile Kisongo, ile Kinyakyusa, badilisha lugha yako, lugha ya Bwana, nekunena, lugha inachelewa, Roho wa Baba linapokea, Roho wa Baba tunapokea, Roho wa Baba tunapokea, Roho wa Baba tunapokea, na kuombea mwanangu, acha mazoea kama Yesu alimtaka Yesu, alimtaka Roho, hajazaliwa, alivuviwa na Roho, alizaliwa akaongozwa na Roho, huduma yake alitembea na Roho, alipokufa aliyemfufua Yesu ni Roho wa Baba, ni Roho wa Baba, ni Roho wa Baba, ni Roho wa Baba, aliyempaisha ni Roho wa Baba. Yekodiko yakatatata yakatakaba yatatikaba yatatatata, anaumba upya, mioyo inaponywa, miili inaponywa, magonjwa yanaponywa, madhabahu za giza linapasuliwa, bila uchawi, bila uganga waliokunuizia, hautaokoka, hautajazwa, hautabarikiwa, yanapangoliwa, maagano ya giza yanapangoliwa, walikokuzika unafufuliwa. Roho wa Baba fufua, fufua mioyo, fufua nafsi, fufua miili yetu. Yekodokobodo yakabadekabadaba yadekabadakaba yakadadadadada yakadadadadada yadakakateka yakatapatepata yakatekabalaka yakatadebileka yakatadebadia yakatadobadeka yesiabilai yenimadatena Loikobia, Yekotinama, Yenimakaya, Yedekalema, Yededataya, Yededata. Roho Baba, na mimi usiniache, na mimi usinipige. Yakana, Liko, Yaimai, Yetina, Yakapa, Yakadale, Yakatalia, Yenemeka, Yadekana, Seminanto, Yeminimo, Epilakodia, Lekapalako, Lisikeme, Yadikamela, Yajinimantata, Abilo Yadia, Abilai Kana, Yeminanto Bala, Yabodikaba, Yagadaba, 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 Yatotodinemada, Yaidokobodo, Yaidakabara, Yaikenemantoto, Yakantadadado, uzito unaondoka, wengine ni kama baridi inakuja, wengine ni kama moto unawaka, Yakatadadado, Yapelekopia, Yakademanaka, usikubali kunyamaza, Yakopelekea, ulimi udakamatwa, utauona unakuwa mzito, maneno yako yanakusha, yanakupa maneno mapya, usinyamaze, yedioko, 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 Yabelekopia, Yabelekanama, Yakatabilia, Yabelekopa, Yabelesina, Yablegado, 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 Roa Baba Tembea, Roa Baba Tembea, dunia bila wewe haiwezekani, 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 haiwezekani. Yakubia daba,
yakomekada yedeba yakalaba yegedeba yegedeba yakadededededede Baba, watamani kujazwa na hiyo mvua yako na mafuriko yako mpaka kileleni. Uliyejazwa pokea neema mara mia. Uliyejazwa pokea neema. Uliyejazwa neema utatamani kunyamaza. Iye popo iya kama iya detika iya lekopokopalako iya katapokopaka iya katapokosakataka iya katapokopakaka iya katapokosakataka iya katapokopaka iya katapokopaka iya katapokopaka. Lekodema lekodema iya binyanto